Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda, lakini najua Mungu anawapenda zaidi. Leo napenda tuongelee kwa habari ya mioyo yetu. Moyo ni wa kulinda sana. Kile unachokitafakari na kukiwaza ni kulinda. Unawaza nini? Unatafakari nini? Unafikiri nini? Hicho ndio kitakujenga. Siku zote neno la Mungu linasema kwamba awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Utakavyowaza vibaya ndivyo utakavyokuwa. Utakavyowaza uzuri utakavyokuwa uzuri. Kwa hiyo nikuombe, tafakari unachokiwaza, tafakari unachokiongea. Tafakari moyoni mwako unaingiza nini. Ndio neno la Mungu linasema kwamba linda sana moyo wako kuliko chote unachokilinda. Moyo ni wa kulinda. Moyo. Ndio maana Yesu alisema kwamba sio kile kinachomuingia mtu ndio kinachomtia unajisi, bali kile kinachomtoka ndicho kinachotutia unajisi. Kama kinatoka mawazo mabaya ni unajisi. Umegafilika na nini? Ni nini kinachokufanya unakosa kuwa na amani? Ni nini kinachokufanya unapata hasira mpaka unaenda kujua sababu leo najimaliza leo? Nini hicho kitu? Hicho kitu unatakiwa upambane kukuondoa kwa sababu ni nguvu ambayo imeingia ndani ya moyo wako na kusukuma tu ngoja nijue. Ngoja tu nijimalize. Unaona sema tukio yanavyotaka kwamba watu wamebeba vitu. Mtu anabeba vitu mizigo mizito ndani yake hawezi kuibeba. Ndio maana yeye anamwambia kwamba huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana hujishughulisha sana na mambo yenu. Kwa hiyo wewe huwezi kubeba yale mambo, mpelekee Yesu akubebee. Ndio kuna umuhimu sana wa wokovu. Usione watu wameokoka wakwambia umeokoka, usimdharau. Usione amepotea njia, amesahau njia. Wewe kuna kitu kikubwa ndani ya wokovu, kwa sababu unampelekea Yesu maisha yako na Yesu anayabeba ile maisha yako mabaya, Yesu anayachukua. Yesu anakupa maisha yake mazuri. Ndio maana unapopoka Yesu anafanyika kiumbe kipya ndani yako na ya kale yanapita yanakuwa mapya, na kwamba Yesu anakutoa kwenye mauti anakuongeza katika uzima. Na hapo sasa moyo wako unapona, kwa sababu anayeweza kuganga moyo wako ni Yesu. Na wewe jinsi unavyojitafakari na jinsi unavyowaza, umekutana na jambo, kimbia nenda kakae mahali, piga magoti, lia, mwambie Yesu, hapa nimekutana na kitu kizito, hasikiwezi, naomba unisaidie kubeba. Siwezi mimi, Yesu nibebe. Nenda lia pale, Yesu anakusikia saa hiyo hiyo. Baadaye unakubadaa muda unakuta kile kitu kimeisha. Unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Bila kufanya hivyo, kufanya juhudi hivyo, unakuta umeweka mambo moyoni, unalipiza kisasi, unachukia, unakuwa na hasira, unakaa na hasira, unaanza na hasira, unaamka na hasira, kesho tena uchuki moyoni, mambo hayataenda. Kwa ndugu, tafakari unachokitafakari, unawatafakari nini? Waza, unawaza nini? Moyo wako unaingiza nini? Moyo wako unatoa nini? Ukiona sehemu nyingine sio ya kusema nyamaza. Usishadadie mambo. Wala mambo wanaongea na mimi kaa kimya. Kimya nalo ni jibu. Jifunze kunyamaza. Mungu ni mtetezi wako na Mungu atakutetea ili kuepukana na vitu ambavyo vitaumiza moyo. Moyo kwenye mahusiano kunaumiza, kwenye kazi kunaumiza, kila eneo kuna sehemu utakuta kuna maumiza, kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unafanya ukasema labda hiki kitu ninachokifanya kitasaidia, lakini kikakuumiza, kakuweka sehemu ambayo ni mbaya. Ndio maana nasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Je, unaandaa nini ndani ya moyo wako? Umeandaa nini kwenye moyo wako? Umeandaa mabaya? Ile jawabu la ulimi la Mungu natoka kama kwenye mabaya. Mungu hata kuridhika na ile baya. Kwa hiyo maandalio ya moyo wako sasa yatoki lililo jema lenye kusudi la Mungu la kumpendeza Mungu, na ile jawabu la ulimi natoka kwa Bwana litafanya ile kile unachokiwaza chema kitende kazi ndani yako, kifanikishe. Kwa hiyo ulimwengu wa sasa tuliopo sasa hivi katika nyakati hizi za mwisho, nyakati ambazo zina mambo mengi, kuna binafsi, watu hawapendani, ni kila mtu anafanya anavyoona. Hapana, simama na Mungu. Ishi yale maisha yanayompendeza Mungu. Jikubali. Mkubali Yesu kwa Bwana mkozi wa maisha yako. Jikubali jinsi ulivyo, hata kama ukoje, hata kama kuna sehemu unapita, jikubali, mwambie Yesu, hapa ndio kweli nimegafilika, nimeanguka, nimerudi. Yesu anakusamehe. Na Yesu anasikia, atakusamehe na Yesu atakuonyesha nini cha kufanya. Usiogope. Isaya 41:10 neno la Mungu linasema usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitashoka mkono wa kuume haki yangu. Kwa hiyo Mungu anasema usiogope, na kweli usiogope. Kwa sababu uko peke yako, uko na Mungu. Nikutie moyo. Endelea kujipa moyo, endelea kuomba.
Kuomba kutakusaidia uweze kuvuka. Soma neno, tafakari yaliyo mema, na Mungu atakusaidia, utashinda. Mungu akubariki, uwe na amani na uendelee kuwa na utulivu wa moyo. Moyo wako ulinde sana sana kuliko chochote unacholinda. Mungu akubariki. Barikiwa na Bwana. Subscribe, view, comment ili uendelee kupata nini? Maelezo zaidi. Mungu akubariki.